Je, unajua kuna watu wanapata pesa nyingi mtandaoni bila ya kuwa na degree kubwa au mtaji mkubwa. Lakini siri yao ni moja tu, wana ujuzi unaolipa sana. Katika video hii nitakuonyesha ujuzi au skills 5 bora kabisa zinazolipa sana mwaka huu. Na muhimu zaidi ni ipi na kufaa uanze nayo hata kama upo Tanzania. Hakikisha umeangalia hadi mwisho kwa sababu nitakupa mpango rahisi wa kuanza hatua kwa hatua. Ujuzi wa kwanza au skills ya kwanza inaitwa affiliate marketing. Huu ni ujuzi wa kuuza bidhaa za watu wengine na kupata commission. Unaweza kutengeneza video, TikTok au YouTube ukieleza bidhaa au huduma, na mtu akibonyeza linki yako na kununua unapata pesa. Faida zake ni nyingi. Cha kwanza, huna haja ya kuwa na bidhaa yako, lakini pia unaweza kuanza bila mtaji na inaweza kukupa au kuwa passive income. Maana kipato ambacho ni endelevu, hakihitaji nguvu zako nyingi. Lakini kumbuka, usiwe mtu wa kutupa linki tu. Kikubwa, jitahidi kujenga uaminifu kwanza kwa watu. Kama ungependa kujifunza zaidi kuhusu affiliate marketing, kuna video nimetengeneza katika YouTube yangu. Angalia, itakusaidia kupata step by step jinsi ya kufanya affiliate marketing. Ujuzi wa pili unaolipa zaidi kwa sasa ni content creation. Tunapozungumzia content creation, tunaweza tukazungumzia maybe YouTube au TikTok, unaweza kuzitumia hizo. Hapa unatengeneza video zinazofundisha, kuburudisha au kuhamasisha. Hii ndio foundation ya kila kitu. Unapata audience, unajenga brand, lakini pia unapata njia nyingi za mapato. Kupitia content creation unaweza kupata pesa kupitia advertisement, lakini pia affiliate links, kuweka links zako kwenye video zako, lakini pia unaweza kupata pesa kupitia sponsorship. Maana yake unapotengeneza audience, mtu anapoona na watu wengi, ana uwezo wa kuomba umtangazie bidhaa zake and then unalipwa. Siri kubwa kabisa ya content creation ni consistency na content yenye thamani. Ni kujitahidi kutengeneza content ambazo zina value kwa watu, lakini pia uwe consistent, usiache. So hii ni skills ya pili. Skills ya tatu inaolipa zaidi kwa sasa ni tunaita copywriting. Tunaposema copywriting kwa lugha nyepesi tunasema ni uandishi wa kushawishi. So huu ni ujuzi wa kuandika maneno yanayofanya mtu achukue hatua, kama kununua bidhaa. Mfano maandishi ya matangazo, captions za Instagram, email za kuuza. So biashara nyingi zinahitaji watu wanaojua kuuza kwa maneno. Ukijua copywriting kwa maana uandishi wa kushawishi, unaweza kupata client akahitaji umtafutie maybe audience, lakini pia unaweza kuongeza mauzo kwenye affiliate marketing au biashara yako mwenyewe unayoifanya. So huu ni ujuzi wa tatu ambao unaweza kukupa pesa nyingi sana kwa sasa. Ujuzi wa 4 au skills ya 4 inaolipa sana kwa sasa ni digital marketing. Tunapozungumzia digital marketing, tuna base zaidi kwenye kitu tunaita social media growth. Ni hapo unajifunza jinsi ya kuleta watu kwenye biashara. Mfano, kuifanya video yako ionekane YouTube, kukua au kukuza follower TikTok, kuleta traffic kwenye website. Hiyo tunaita digital marketing. Biashara nyingi ziko tayari kulipa pesa kubwa kwa sababu hii inaleta wateja moja kwa moja. So kupitia digital marketing una uwezo wa kuomba au kutafuta watu ambao wanahitaji kupata audience au kupata watu ambao watafanya biashara au kuja kununua bidhaa zao. So wao watakupa maybe social media zao like Facebook au TikTok. So wewe kama digital marketer unatengeneza content ambazo zinawashawishi watu either waje kununua bidhaa au watembelee page au website husika. So digital marketing ni one of the top skills ambayo kwa sasa inalipa sana. Ukiweza kuwa na skills ambazo zinawafanya watu wanunue bidhaa au waje kutembelea website fulani, then in rewards unakuwa unalipwa pesa nyingi either kupitia client au kupitia hizo social media ambazo umezitengeneza mwenyewe.
Na ujuzi wa 5 ambao kwa sasa unalipa zaidi ni trading. Tunaposema trading ni kununua na kuuza asset kama vile forex, crypto au stocks. Inaweza kulipa sana hii trading, lakini kumbuka ina riski kubwa. Inahitaji nidhamu, lazima uwe na elimu ya unachokifanya. Sio ya haraka kama watu wanavyofikiria. Hii sio skills ya kwanza nayo kama huna income nyingine. Ni skills ambayo inakuhitaji uwe na other source of income uweze kuifanya hii kwa wepesi. Kama hauna kabisa source of income, inaweza kuwa ugumu sana kuweza kusucceed kwenye trading. Lakini ukiwa na other source of income, ukaifanya pia trading kama biashara, inalipa sana, inaweza kulipa sana. Kwa hiyo kupitia trading, kitu ambacho ni cha muhimu ni kuwa na ujuzi sahihi, lakini pia kwa maana ya strategy au trading edge tunaita. Then jitahidi uwe na nidhamu kwenye trading. Ukiyaweza itakusaidia sana, na kikubwa make sure una other income. Usitegemee only income from trading kwa sababu ni business ambayo ina riski kubwa. But ukiweza kufanyia kazi tulivyozungumza kwa maana nidhamu, ukawa na other incomes, inaweza kukusaidia kukuza kipato chako kwa kasi sana. Sasa tumezungumzia skills 5 ambazo kwa sasa zinalipa sana duniani. Sasa katika hizo skills, ipi ambayo ni bora zaidi? Ningependa kukupa strategy bora zaidi ambayo itakusaidia uweze kufanya hizo skills nilizozitaja. Kitu cha kwanza kabisa tunasema usijaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Yaani usijaribu kufanya trading, digital marketing, copyright at the same time au affiliate marketing at the same time. Strategy nzuri kabisa tunasema fanya hivi. Anza na content creation and then changanya na affiliate marketing kupitia content zako. Then jifunze copywriting kuongeza mauzo, and then tumia pesa unayopata kujifunza trading, then ndio uanze kufanya trading. Hii ni njia ya smart ya kujenga kipato na utajiri. Njia hii niliyoeleza ni njia ambayo ni very smart ya kujenga kipato na inaweza kusaidia uweze kufikia utajiri unaotafuta. Kama umejifunza kitu kipya leo, hakikisha umelike video, comment ni ujuzi gani utaanza nao. Comment hapo nione ujuzi gani utaanza nao, lakini pia subscribe kwa content zaidi za mafanikio, pesa na mindset. Kumbuka, ujuzi ndio shortcut ya mafanikio, sio bahati. Tuonane kwenye video inayofuata. Shukrani.